المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان فلا ظلام ولا ذبول ودعا لها في صاعها في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 26 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie taa zetu na atughufurie kasoro zetu na asituharamishie taufiki ya kuweza kuipata Ramadhani katika miaka itakayokuja. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie taufiki ya kuweza kuipata Ramadhani miaka na miaka, ili hali tukiwa wazima na salama. Allahumma amin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 26 kwenye barnamiji yetu tuliyoipatia kwa jina la Fadhailu al-Madina, utukufu wa jiji la Madina. Naam, tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko nyumbani kwake, anajiandaa kwa ajili ya hijra, kwa ajili ya safari. Yuko nyumbani pamoja na mtoto wa ammi yake Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jua linazama na kuingia magharibi. Ghafla kukachomoza kikundi cha vijana 11, vijana wale ambao kwamba walioandaliwa na wakabebeshwa majukumu ya kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illa Allah. Wamezukia nje ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa giza limeanza kuingia. Wakaenda wakakutana pale nje ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, vijana 11. Kila kijana amebebeshwa upanga wenye kukata na wenye kuua na kumaliza kwa kipigo kimoja tu. Nyuma ya vijana 11 kunao viongozi kadha ambao kwamba wenye kuwashajiisha wale vijana. Kwenye viongozi hao wakiongozwa na Abu Jahl. Abu Jahl alayhi min Allah ma yastahiq, akawa kwenye kikao kile wanasubiri muda usiku uende mwingi, wakitarajia kwamba atakuwa Mtume sallam amelala, watamvamia, watammaliza, mambo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamalizike. Kwenye muda ule ambao kwamba wameketi pale, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaona, lakini maa dhalika akamwambia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ewe Ali, lala na usiwe na wasiwasi wote, kwani wewe utakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahl la'natullahi alayhi akawa anazungumza kwa njia ya istihza na kutaka kufurahisha kile kikao kile na kuwafurahisha watu wake, akiwaambia inna Muhammadan yaz'umu annakum in tabatumuhu ala amrihi kuntum muluka al-arab wal-hajam. Anazungumza maneno haya kwa istihza, akiwaambia watu wake, hakika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anadai ya kuwa endapo nyinyi mtamfuata katika dini yake mkaslimu, basi mutawatawala wa Arabu na wasiokuwa wa Arabu, mutakuwa ni wafalme. Kisha istoshe, baada ya kufa kwenu mkafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mutakwenda kupatiwa mabustani kama mabustani ya Urdun. La ilaha illa Allah. Tizama jinsi anavyozungumza maneno haya kwa njia ya istihza, kuonesha kwamba huyu alitupatia ahadi hizi leo tummaliza, ataondoka yeye, ahadi zake zitabakia bure tu. Kisha akamwambia tena, na anadai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuwa endapo hamtomfuata, basi mtakapokufa mtakwenda kuingizwa katika moto muunguzwe, huku akicheka. La ilaha illa Allah. Ilipofikia muda ambao kwamba alipangiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atoke, akatoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofungua mlango Mtume sallam akatoka, akachukua mchanga kwenye mkono wake, akampitia Abu Jahl, akasema, naam ana aqulu dhalik wa anta ahaduhum, ndio mimi ninasema maneno hayo na wewe ni mmoja kati ya wale ambao kwamba watakao kuingizwa katika moto wakaunguzwa kisawasawa. Ni kipi kilichojiri baada ya hapo? Endelea kuwa nasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بابتيها والملائك عندها حرس فلا الدجال داخلها يصول.